klabu yangu na simtendei haki yeye na sitendei haki nyinyi waandishi. Ibaki hivyo. Kwa sababu maswali ni mawili na kumalizia, baada ya Real Madrid kupata baraka ya Mbappe kutambulishwa, uliposti kwenye Instagram yako na kusema kwamba hivi ndivyo ambavyo tunatamani nchi yetu itokee. Young Africans inawezekana ukamhusisha Chama. Kuna siku tutegemee uwanja wa Taifa labda natambulishwa mchezaji kwa mapokezi makubwa kama yale, japokuwa sio jadi zetu wa Tanzania. Sijajua Kango Haji Manara, unahisi ni mbinu zipi zitumike, hamasa zipi zifanyike, tufanye kama kile na wewe ulisema inaweza, thibitishie hilo kwa upande wako. Mimi nadhani kuna mipango inazungumzwa katika level tofauti, nyingine level ya ndani. Tulipotoka miaka 5-6 nyuma Yanga sio sasa hivi. Tumepiga hatua sana. Hata katika eneo la hamasa tumefanikiwa. Tutazidi kuboresha. Lakini shika maneno yangu. In next 2 or imezidi sana 3 years Yanga itakwenda kuwa champions wa Africa. Shika maneno yangu mimi. Simuuni Yanga in next 2 or 3 years Yanga inakwenda kushinda kikombe cha Afrika na tutakuja au tutapewa pale kwa Mkapa. Kwa hiyo haya mambo ya kutambulisha wachezaji hayo, hata Madrid hawakuanza jana, sisi hatakuwa na hii. Kwa hiyo na sisi kuna labda msimu ujao tutaleta mchezaji mkubwa zaidi mwenye ushawishi mkubwa, tunaweza tukafanya. Yanga ina miradi mikubwa miwili. Huwa namwambia Hersi, ndugu yangu, Mangara Tabu na wenzio waliacha jengo pale, ndio legacy kubwa walofanya, na uwanja kwa wakati ule wa mazoezi na nini. Hawakushinda ubingwa wa Afrika. Sasa we legacy mbili hizi ukizitimiza, moja wapo katika hizi, aidha kushinda ubingwa wa Afrika au kuacha legacy ya uwanja hapa, utakuwa umetisha. Hawatakusahau Yanga milele. Paka leo tunamuimba Tabu, Mangara Tabu. Unadhani kwa nini? Kwa nini unadhani? Jengo lile, mengine kafanya mengi. Yanga ilikwenda Brazil zamani kwenye pre-season na kwenda. Haya yanofanyika sasa kupeleka team South Africa si wapi, zamani imefanyika miaka 60 ya 70. Yanga inakwenda Romania. Ndio 70s. Wanakwenda Brazil, wanakutana na Pele miaka 70. Kwa hiyo chochote unachofanya hivi sasa huwa namwambia kisha kufanyika. Waachie wananchi vitu viwili, ubingwa wa Afrika na kiwanja pale. Kwa hiyo haya mambo ya kutambulisha kama Mbappe hao ni madogo, very minor issue. Tutafanya kuliko hayo. Maana Madrid anatawala dunia, Yanga anatawala Tanzania katika mpira. Sasa lazima tuonyeshe ukubwa wetu, how Yanga is big kwa vitendo. Sawa brother? Haya. Maswali matatu ya mwisho. Karibu. Asante, naitwa David Paso kutoka Sibuka FM. Kwanza hongera sana Bugatti. Kwa kweli Mike imesheheni kweli hapo mbele. Nipongeze pia kwa namna ambavyo watu walikuwa wanasubiri kwa hamu, lakini salamu ni tumeona siku za hivi karibuni shirikisho litangaza na pamoja na bodi ya ligi kwamba Yanga na Simba wao ndio walioingiza mapato mengi uwanjani. Simba waliingiza mapato zaidi ya Afrika, ingawa Yanga ndio walikuwa wakiingiza mashabiki wengi. Unaenda kufanya kazi gani kwa kisha unaenda kukili ndio kwa sababu inaonekana Yanga wako kwenye kipindi bora sana, lakini bado kwenye mapato yamezidiwa. Lakini pia swali lingine ni vipi kuhusiana na namna ambavyo unaenda kuongeza chachu katika eneo hilo la usemaji? Maana kwa nini wapili pia tumeona sasa semaji Ahmed Ali sasa anapiga kazi kweli kweli. Na wewe tunaamini uwezo wako ni mkubwa katika eneo hilo, unasema. Swala la mapato mimi sijaona, lakini nadhani tuwapongeze watu walikuwa katika idara ya habari za timu zote mbili. Lakini nizungumzie timu yangu, wamefanya kazi kubwa. Kuna changamoto
najua kuna changamoto ya watu kwenda viwanjani. Tashirikiana nao waliokuwepo kuhakikisha kwamba hizo changamoto tunaziondoa ili kuongeza chachu kwenye viwanja vya mpira. Kama nilivyosema mwanzo, mimi sina miujiza, sina mwarobaini, lakini mimi nina vimbinu vyangu. Mimi nacheza na biti fulani hivi. Sasa siwezi kuwapa hapa hizo biti, huwa nazicheza mwenyewe kwenye kichwa changu, alafu baadaye naziwasilisha. Kwa hiyo tuwapongeze. Sina takwimu sahihi nani kaingiza mapato mengi zaidi. Inawezekana wengine waliingiza mapato mengi, labda mechi nyingi walikwenda kuchezea mikoani. Siku hizi mikoani kuna hamasa, sisemi nani, lakini haijalishi hayo yaliyotokea. Ukubwa wa Yanga lazima ureflect na hayo mapato. Nategemea kupata support kubwa ya wenzangu kwenye idara ya habari na idara nyingine ikiwemo ya fedha kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri zaidi ya msimu uliopita. Swala la pili umezungumzia la nini? Umezungumzia swala la pili nini brother? Lazima, kwa sababu si ndio kazi yao, lazima waseme. Sasa wasiposema watatokea wapi? Lazima waseme. Wanafanya kazi kubwa wote, hata wa Azam nimeona anafanya kazi kubwa. Nimeona hata msemaji wa Ihefu, wote wanafanya kazi kubwa. Lakini kuna neno tu lisikilize vizuri afu litafakari. Return of the King. Mwenye maiki zake ambaka kwenye mpira watu wote watakuwa waseme, huyu aseme, huyu achachuke, huyu nani, lakini kuna mzungumzaji wa mpira wa miguu, I'm back. Yes, I'm back. Hakuna unyonge tena. Yaani Yanga hiyo ya unyonge ya kuangaishwa haipo brother. I'm back tena, very strong. Udugu umala, kacholile kachola. Hii ndo Yanga Afrika brother. Assalamu alaikum. Haji Sande Manara, mimi naitwa Diego Mashuhuri kutoka Salama TV. Nikupongeze kwa kumaliza babu yako. Pia ni miongoni mwa watu ambao wameinspire vijana wengi sana kwenye tasnia. Lakini kubwa zaidi nakumbuka kabla ya kilele cha Mwananchi Day inayofuata, mara ya mwisho au Yanga Day ya mwisho ulikuja na ubunifu mkubwa sana. Tulikuwa